Hivyo unajua kwamba wanawake wengi wanajiwekea mazingira ya kujiuza, japokuwa ukiwauliza kwamba mnajiuza wanakataa, ila mazingira wanayoweka yanaashiria moja kwa moja kwamba wao wanajiuza, na mazingira wanayoweka yanaashiria moja kwa moja kwamba wao wapo tayari kujiweka vizuri katika jamii, lakini hawapo tayari kujiweka vizuri katika familia zao. Hivi mwanamke ambaye anapokuwa nyumbani anavaa nguo chafu au anavaa nguo za kawaida, wanaita nguo za kushindia nyumbani kwa mume wake. Yaani mwanamume anatoka kazini amechoka, anafika nyumbani mwanamke mwenyewe mchafu, yaani yeye anaitenga maji ya kuoga ni mchafu. Yeye anaiandaa maji ya kuoga kwa mume wake ni mchafu. Yaani mazingira yake unayoyaona, nguo alizozivaa ni zile nguo za kushinda nazo. Hiyo nguo jana uliiona, juzi uliiona, wiki iliyopita uliiona, nguo hiyo hiyo anaifua, ikikauka anaivaa, lakini ukiangalia begi lake limejaa nguo. Ila subiri siku anatoka, subiri afunge safari ya kwenda sokoni, subiri ifike siku ya mnada aende mnadani, subiri akuage kwamba anaenda nyumbani na safiri nina dharura kidogo, subiri aende msibani, subiri aalikwe na shoga yake waende katika shughuli yao, waende kwenye harusi. Subiri iwe ni siku ya mkusanyiko wa aina yoyote, sehemu yoyote. Mwanamke huyo ukikutana naye njiani, yani hata mume wake akikutana naye njiani anamsahau, anaanza kujiuliza, hivi ndo Mama Muhammad, hivi ni wewe? Mama Asha, hivi ni wewe? Ndio mimi. Mbona umependeza hivyo? Mwanamume anashangaa, hivi kwa nini mwanamke amependeza kiasi hiki? Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke yeyote atakayegusa marashi, atakayegusa manukato ya aina yoyote yale yenye harufu nzuri kali, akatembea barabarani, katika kutembea kwake akakutana na wanaume kupitia ile harufu nzuri ya manukato yake wakamtamani, wakimtamani mwanamke huyu anaandikiwa dhambi sawa sawa na mzinifu. Mwanamke huyu anahesabika ni katika kundi la wazinifu. Maana yake ni kwamba mwanamke akijiwekea mazingira yeyote yale ya kuvutia mwanamume nje, na mwanamume akavutiwa na yeye akamtamani, mwanamume huyu anaingia kwenye kundi la yule ambaye amejipulizia marashi au manukato, akanukia, akatamaniwa njiani, wanamume wakamtamani. Sasa haya mazingira ya marashi, mwanamke akatazwi kupaka marashi, mwanamke akatazwi kuvaa urembo, bali mwanamke ameruhusiwa, amepewa mlango wa dharura, yani mlango ambao hata mwanamume amezuiliwa. Mwanamume amezuiliwa kutumia mapambo ya dhahabu, kutumia mapambo ya madini ya fedha, lakini mwanamke karuhusiwa kwa ajili ya mume wake. Yani mwanamke anaruhusiwa kuchukua dhahabu akatengeneza bangili ya dhahabu, anaruhusiwa kuchukua dhahabu akatengeneza mkufu wa dhahabu akavaa, pete ya dhahabu akavaa. Mwanamke anaruhusiwa kufanya hivyo kwa ajili ya pambo, ili ajipambe kwa ajili ya mume wake nyumbani. Lakini sasa mambo yamekuwa ni kinyume. Mwanamke anaweza kutengeneza pambo la dhahabu na silivai nyumbani miaka yote, ila kila anapokanyaga mguu njiani analo. Kila anapokanyaga mguu nje ndio utaona zile nguo nzuri za chini ya begi, zile za thamani, zile nguo nzuri za kupendeza za kuvutia anazivaa. Sasa swali, huko nje unampendezea nani, na unapokuwa nyumbani unavaa nguo mbaya kwa ajili ya nani? Sababu mwanamke akishaolewa tayari, huyo ni maalum kwa ajili ya mume wake, huyo ni special kwa ajili ya mume wake. Yani hakuna, haruhusiwi kwa yeyote kupendezwa na yule mwanamke. Yani haifai mwanamke kutengeneza mazingira ya kuvutiwa na mtu tofauti na mume wake. Akivutiwa tofauti na mwanamume, hilo tayari kwa mwanamke ni kosa, kwa sababu wewe ni maalum kwa ajili ya mwanamume wako. Sasa mwanamume wako ambaye ni maalum kwa ajili yake, wewe ni maalum kwa ajili yake, havutiwi na wewe nyumbani. Unavaa nguo za kawaida, nguo za ajabu. Hiyo nguo unaivaa kila wiki, kila siku, yani haipiti wiki hiyo nguo umeivaa. Ila ukisafiri mwanamume anashangaa, hivi nguo ni alini? Mbona dela zuri hivi? Mwanamume anakushangaa, mwanamume anakusahau. Ili ni kosa ambalo wanawake wengi wanalifanya. Wanaingia kwenye makosa makubwa, wanaingia kwenye madhambi makubwa sana. Kwa hiyo wanawake, saha zangu kwenu, wakina mama, wakina dada walioolewa, nguo nzuri zivaeni nyumbani. Safari vaa nguo safi.
Vaa nguo safi sio na mapambo ya kuvutia, nguo safi plain, yani kama ni nyeupe nyeupe, kama ni nyeusi nyeusi, vaa, nenda safari. Lakini nguo za kubana, nguo za kupendeza, nguo hizo zivae nyumbani ukiwa na mume wako. Haya yote yameruhusiwa kwa mwanamke, lakini pale anapokuwa na mume wake nyumbani. Marashi kwa mwanamke, perfume, manukato yanaruhusiwa, lakini kwa mume wake nyumbani. Mapambo ya aina yoyote yanaruhusiwa kwa mwanamke, lakini kwa mume wake nyumbani. Na saa kwa wanaume, mwanamke anapokuwa anajipendezesha kwa ajili yako nyumbani, usimwambie haya mambo ni ya wazungu, achie wazungu. Wanaume pia wana asilimia kadhaa za kuchangia wanawake kutokujipamba, kwa sababu kila anapovaa, mbona umevaa vimini? Sasa wewe nyumbani, mwanamke yupo na wewe, unataka avae nini? Avae madera? Avae nikabu mbele yako? Kwa mwanamke ni ruksa kujiachia kwa mume wake, ila ni haram, haifai kujiachia anapokuwa njiani. Kujipendezesha, kutembea unajiangalia, hivi nimependeza? Umependeza njiani, kwa nani unaenda? Mume wako yuko nyumbani, unapendeza, unajiangalia, unanukia, unaenda kwa nani? Na nani akupende njiani? Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.